Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu ambao kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala tumekusanyika katika grupu ambalo lengo na makusudio ni kuijenga elimu ya maisha ya ndoa, na Allah tabaraka wa taala anazungumza kwa kusema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, kwamba hawawezi kuwa sawa wale wenye elimu na wale ambao hawana elimu. Mimi leo nitumie fursa hii kuzungumza darasa langu ndogo kwamba wanaume wengi wamekuwa wakilalamika ya kwamba mimi nina nguvu za kiume, na wanawake wanakuambia kwamba mimi nina miaka mitano kwenye ndoa yangu, miaka sita, nina watoto karibia 4 5, lakini sijawahi kuridhika na tendo la ndoa. Watu wakawa wako bize kwenda kwa waganga wa kienyeji na kutafuta dawa ambazo zinapelekea kubusti, yani kubusti mitandao kiasi ambacho mpaka inafikia hatua mwanaume hawezi kufanya kazi mpaka abusti. Hili ni tatizo kubwa, ndugu zangu. Kitu chochote kile, huwezi kwenda kuwa dereva wa basi kama hujasomea udereva. Siku zote huwezi kwenda kuwa mwalimu wa sekondari kama hujasomea ualimu wa sekondari. Sasa hata jambo la, kuna tofauti kati ya maisha ya ndoa na tofauti kati ya tendo la ndoa. Unaposema maisha ya ndoa ni ule mfumo, kaifia ya namna unavyoishi wewe na mume wako na familia yako kiujumla, na unaposema tendo la ndoa ni ibada maalumu ambayo inapatikana faragha baina ya mke na mume kwa kukutana tupu mbili, kiasi ambacho ima Allah akadirie kupatikana kwa mtoto au mtoto asipatikane. Yote ni katika kadari za Allah tabaraka wa taala. Sasa mimi nizungumzie nukta hii ambayo ni nukta ya tendo la ndoa. Fahamu ya kwamba hisia za mwanaume huwa zinapatikana kwa kuona. Ndiyo maana mwanamke inahitajika kwamba awe mbunifu namna gani ya kumtega mwanamume na ndiyo maana anapewa shanga, anapewa cheni, manini, madude fulani. Mwanamke inahitajika ajue namna gani ya kuvaa zile nguo, tafadhali nipigie, so that kwamba anajua kabisa hisia za mwanaume kwamba ni mpaka aone sehemu ambazo ni zile adimu. Lakini hisia za mwanamke mara nyingi huwa zinapatikana kwa kutafutwa, bimaana mpaka apapaswe sehemu katika sehemu ya maumbile yake. Na hisia za mwanamke akishashikwa sehemu ambazo akitekenywa anatekenyeka, basi hapo ataingia kwenye 12 na hapo ibada inafanyika. Na ndiyo maana Uislamu umekataza kumwendea mwanamke kama vile unapanda kuku au kama vile mbuzi wanavyopandana. La, inahitajika watu wabembelezane, wapeane maneno ya mahaba, kiasi ambacho kama ulikuwa umepika maji ya kusongea ugali mpaka yachemke. Kwa sababu ukiandaa maji ya ugali alafu ukasema mimi nina njaa bana, siwezi kusubiri chungu kichemke, ukakurupuka na ukaanza kusonga ugali kabla chungu hakijachemka, lazima utakula chakula